Kwa ukweli, ndugu zangu katika imani, tambueni ya kwamba katika maisha yetu kuna watu kabisa ambao tayari wamejenga ukuta wa chuki mioyoni mwao, ukuta unaowatenganisha na ndugu zao, familia zao, majirani zao na hata marafiki zao. Miaka imepita sasa bila kuzungumza, bila kusalimiana, hata kusameheana hamna kabisa. Lakini jiulize ndugu yangu, ukifa leo utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa umebeba chuki ngapi moyoni mwako? Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu watu wa peponi kwa kusema wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin. Mwenyezi Mungu anatuambia, na tutaondoa yale yote yaliyomo vifuani mwao katika chuki na husda. Watakuwa ndugu, sururin mutakabilin, ala sururin mutakabilin, wakiwa wamekalia viti vyao vya heshima na huku wakitizamana. Tafakari maneno haya ndugu yangu. Ili watu waingie peponi kwa utulivu, lazima Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa ataondoa chuki iliyokuwa ndani ya nyoyo zao. Kwa nini basi wewe ndugu yangu katika imani usiondoe chuki hiyo leo kabla ya kufa? Chuki ni moto unaomteketeza mwenye kuibeba kabla ya kumfikia yule anayechukiwa. Unaweza kulala kwenye godoro laini, lakini moyo wako ukawa unawaka moto kwa sababu tu ya kumkumbuka mtu fulani. Subhanallah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye anayetwambia, la yahillu lilmuslim an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Haifai kabisa, haiwezekani kabisa kwa Muislamu kumgura, kumchukia ndugu yake zaidi ya siku 3. Lakini leo wapo watu ambao hawajasalimiana kwa miaka 5, miaka 10, hata miaka 20. Mara nyingi shaitani huja na maneno kama haya: yeye ndiye aanze kuomba msamaha, mimi ndiye nilieonewa, sitamtafuta kamwe. Subhanallah. Lakini mtume wetu anaendelea akisema, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, mbora wao hao wenye kuchukiana ni yule anayeanza mwanzo kabisa kutoa salamu. Mwenye kuanza salamu sio dhaifu, bali ndiye mshindi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kuna watu waliobeba chuki hadi kaburini, walikufa bila kusamehe na bila kuomba msamaha. Leo wako chini ya udongo, na wale waliokuwa wakichukiwa wanaendelea na maisha yao saliman, kwa amani kabisa. Je, ni hasara gani kubwa kuliko mwanadamu kuingia kaburini ukiwa umebeba mzigo wa chuki ndani ya kifua chako? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, na mwenye kusamehe na kufanya sulhu, basi malipo yake yako kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah hakusema atalipwa na watu, bali amesema malipo yake yako kwangu. Basi leo vunja ukuta wa chuki. Mpigie simu ndugu yako, mpigie simu mama yako, mtumie ujumbe rafiki yako, msamehe kabisa aliyekukosea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda huo ukawa ujumbe wako wa mwisho kabla ya mauti yako au mauti yake yeye ndugu yako. Allahumma tahhir qulubana min al-hiqd wal-ghil wal-hasad waj'alna min al-mutahabbin fik waghfir lana wa liwalidina waljamii almuslimin
Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, takasa nyoyo zetu kutokana na chuki, husda na kinyongo. Tufanye tuwe miongoni mwa wanaopendana sana kabisa kwa ajili yako ya Rabbi. Tusamehe sisi, wazazi wetu na Waislamu wote kwa ujumla. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.